go to sleep with a knife with your name on it. My life was when I was with Robert Burale. Hi guys, how you all doing? So welcome back to my YouTube channel. If you're a new subscriber, thank you so much for subscribing. If you're a returning subscriber, thank you so much for being here. So in today's episode, guys, we're going to be talking about the trending issue about Robert Burale and his ex-wife Rosina Mwakideu. So now Rosina Mwakideu was invited for an interview by her own brother Alex Mwakideu, and she really spilled all the tea on her marriage and why it ended 10 years ago, because actually Burale had issued her a divorce, and now she has come out to say, oh, Robert Burale had videos of other genders in his phone, or she regrets every moment that she spent with Robert Burale, and even wondered why she ended up marrying him. So now this has created a controversy on the internet. People are wondering, why is she coming up now after 10 years and she is already divorced? So people are really wondering, but you can catch up the full interview on Alex Mwakideu's channel. But make sure you subscribe, comment and like, and let me know, is she supposed to be coming out now, or she is supposed to move on and leave the past to the past? Don't forget to subscribe, like and share, and keep it up to date. This is Cynthia Reacts. And the darkest period in my life was when I was with Robert Burale. Hello people, Mr. Burale here. If you know me, you know I like giving counsel. I like giving what I would call, by God's grace, nuggets of wisdom, or wisdom for everyday living. And you know what you got to understand is that some people wake up every day to think of how to bring you down. Some people go to sleep with a knife with your name on it. But I want to encourage somebody today: go to sleep full of purpose, wake up full of determination. Because if you do not be a person, if you're not a person of purpose, you will always be silenced by them that do not want you to achieve purpose. So today I want to encourage you, as you go to bed, I don't know if you're going to bed right now, go to bed full of purpose and wake up full of determination to show up, to show forth, to succeed, and get into upward levels of greatness. Well, I hope I've encouraged you. Again, Mr. And by the way, the minute nilikutana na Robert Burale, watu wakaanza kupata fununu niko naye, nikaanza kupokea, sijui watu walipata wapi namba yangu, text zikaanza kuingia, chungana, you seem like a nice person, do you know this guy? Kwa Facebook, hatukuwa na TikTok, Instagram hizi zote. Watu wananiambia ambao si wajui. Unaona? Okay. I don't know these people. So I think, I could be wrong, but I think Robert wanted to keep me in his sight so that nisijue mambo mengi. Me, that is what I think. What do you mean by keeping you on his side? Macho yake kwangu kila wakati. Akitoka yeye waenda zake, yoniacha kwao. Sasa hiyo nini? Ama nikisema nataka kwenda mahali, anipeleke akae, nifanye hiyo shughuli nimalize, nitoke nirudi. Yani hakuwa anataka nimtoke kwa macho yake. Okay. And I remember one time I came to your place, by the way. Katika hiyo siku nikamwambia mimi nataka kwenda kwa Alex. Alinileta, nikakaa mimi nilikuwa nataka hiyo siku nikae kwako, nilale kwako. Nakumbuka. Alikaa na kalala pale. Do you remember that day? Nakumbuka. I hope you remember that day. Nakumbuka. He stayed and slept there because me, I insisted I'm going to stay here. Nakumbuka. He also slept there. Nakumbuka. So that in the morning tutoke tuende. Lakini kuniwacha na mtu yoyote, alikuwa anaona ni kama hatari yale mahusiano yetu. Because kwa nini lakini? Sijui, lakini people were telling me things about. Ama hiyo ndo njia yake ya kupenda. Maybe that's how. I don't know, but you know the things that people were telling me. Do you think it's a mistake for a man to be with a girlfriend? No, that's hiding something. Oh, that's hiding something. Yes, that's hiding something. Sio kuwa over-possessive. Over-possessive is also not a good thing. Because why are you over-possessing someone, a whole human being? Okay. A whole human being has a life. So there's a danger there. There's a big danger. So when you're getting someone mwenye anakatalia sana, there's a danger. Na anakuseparate na watu wako. Okay. Because that was also separating me from my friends, from my family, from life. Okay. It's a danger. Okay. Yeah. All right.
So siku moja baada naona mambo natumiwa matext nini na nini, nikimuuliza ni vita, na hivyo ni kuniambia we watu wanatuonea wivu, watu ni wachawi, watu ni nini, you know, all those things. Okay. Alafu inakuwa vita. So siku moja nikasema mimi nitahepa tu. One time there was this taxi driver alikuwa na ulikasana mpaka ukamua kuhepa? Nilikuwa nimesema lazima nihepe sasa. It was plan exit escape. Unataka kuhepa? Kuhepa so. Unataka kuhepa Karen? Yes. Ukuje Great Apartments? Yes. Beijing Road? Yes. Na unajua mimi ni mgeni Nairobi hapo. Yes. Sipajui sana. Okay. So nikachukua ile namba, na ile namba nilipata kibahati sana kwa sababu mamake alitumia kupigia huyo taxi driver. Sasa mimi nikampigia yule taxi driver nikamwambia njoo Karen. Okay. Huyo Robert ametoka, mamake ametoka, watu hawako, niko peke yangu alafu na kazini yake mmoja. Mnyamaza. Nikasema leo nikapaki vitu vyangu vote, mizigo nini, nguo zangu tangu nimetoka Mombasa. Niko na mizigo hapo, nikapaki nikaeka hapo. So ile kazini yake kwa bahati mbaya, nitasema ni bahati mbaya. Alikuwa haja kwa ile room sijui kufanya nini. Akaona ile mizigo. Akaniangalia, kaangalia ile mizigo, akatoka nje haraka. Akaenda kapiga simu bwana. Akamwambia kazini yake. Akamwambia una plan kutoroka. Nimepaki mizigo yangu. Yaani kidogo sasa mimi nimekaa pale naangalia saa, taxi driver namuuliza uko wapi? Naja. Akiingia tu hivi. Taxi driver nao. Ameingia vizuri kwa gari. Mimi nataka kushika mizigo. Robert Burale ameingia na kwa geti na gari ni kama mbaya atagonga watu. Ashaitwa. Akapita yule taxi driver na Robert nilimwacha. Okay. And then for clarification pia, manake watu wengi hawajui, mimi na Robert hatukupata mtoto. Kwangu naona ni baraka. For clarification purposes. All right. We were blessed not to have any child in that 1 year and 2 days. Okay. And just for clarification, hatuwezi kurudiana. Okay. Lakini si hauwezi kumrudilia ama hamwezi kurudiana? Mimi siwezi kumrudilia. Huwezi kumrudilia. Umesema ni 1 year and 2 days. I think so. Yeah, alisema ni 1 year and a few days. I mean 1 year and a few days, sijui ni ngapi lakini. All right. Yeah. Okay. So first of all, hawakupata mtoto pamoja. That's number 1. Number 2, Rosina unasema wewe ndio ulimwacha. Wewe ndio nilimwacha. Mbona ulimwacha dadangu? Alafu nilimwacha na tena unaona siku nikitoka kwa nyumba. Yes. Ulinikujia wewe. Nilikupigia simu nikiwa nalia. That was my third attempt kujaribu kutoka kwa hiyo ndoa. Okay. Ilikuwa mara yangu ya 3. Aya, clarification guys. Mimi ndo nilimwendea. A long time ago, 12 years ago, 13 years ago, mimi ndo Rosina alinipigia simu. Dadangu akinipigia simu, mimi naenda bwana mbio. Tena asante. Na nikaenda nikamchukua dadangu na tukatoka. Ilikuwa ni attempt ya 3. Ilikuwa ni attempt ya 3. So hiyo ya mwisho tusichaje attempt, ulikuwa umetoka, ulitoka na ulitoka. Ilikuwa nimetoka. So you had 2 attempts za kutoka. Yeah. Ulijaribu kutoka mara 2. In a period of 1 year, Rosina, ya kuoana na mtu 1 year, 12 months. Ulijaribu mara 2 kutoka. Na mara ya 3 ndo ukatoka. So in 1 year, you basically you've been just trying to live. You look like you've been just trying to live in a period of 1 year. No. In a period of 1 year, I've been trying so hard for this marriage to work. Okay. But also in that period of 1 year, these 2 times that I tried to go and came back, it was really like, I'm losing myself. I could die trying to make this marriage work. Okay. I could die trying to make this marriage work. Okay. And the 3rd time I went, it was okay.